akakamika. Thank you. Tunaomba utuombee kitu ambacho Mungu amekufanyia ambacho hautaka kukisahau kwenye maisha yako. One thing that kama Mungu alinisaidia pale jana, hata hapa ananisaidia. Yes, kuna mtu mwingine ambaye yuko hapa akisikia jambo hili sana, wow, it is still possible. Welcome. Asante sana. Kwanza nashukuru sana kwa nafasi. Asante kwa mwaliko pia. Mungu akubariki sana. Nimefurahi pia kumuona kila mmoja hapa. Yeah, Mungu akubariki sana. Asante mtumishi wa Mungu. That was a powerful message. Mtumishi wa Mungu tai hapa. Tunaona tena akubariki sana. Mungu ni mwema. Nadhani kitu ambacho mimi siwezi kusahau ni siku ambayo niliokoka. Yani huu ni muujiza mkubwa kwangu. Kwa sababu nilikuwa nasikia story ya mtumishi wa Mungu. Yeye alikuwa ni mchezaji wa Bongo Flava. Mimi nilikuwa ni mwimbaji wa Bongo Flava. Kwa hiyo kuna mwimbaji na mchezaji ora collabo. Yes. Kabisa, nilikuwa ni mwimbaji. Mimi nilikuwa ni rapper. Nilikuwa ni wale hardcore. Zipo kweli mpaka sasa hivi au zimeshapotea? Nadhani nimeshasahau kabisa kichwa changu. Sawa, tuache. Lakini huwa anajaribisha kurap wakati mwingine kidogo kwa tai, kwa pastor, kwa apostle, kwa minister. Wonderful Johnny Kavishe. Kuna mtu mmoja ambaye hapa yupo kwenye hali, yupo kwenye dilema sana. Anatamani afanye maamuzi fulani lakini haoni cha kufanya. Na anadhani kwamba yeye ni wa kwanza kuwa hapo. Yupo kwenye hali ambayo anataka afanye maamuzi fulani ya msingi sana ambayo yanaweza yakagharimu maisha yake ya miaka 10, miaka 15. Yes, na hajui aende kulia ama kushoto. Hebu mwambie kwamba yeye sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza. Hallelujah. You're not the first one to be there. Hallelujah. Kama watu walikuwepo wakatoka, na natoka kwa jina la Yesu Kristo. Kama watu walipita, naona pita katika jina la Yesu Kristo. Neema unayo iheshimu ndio utakayo ipokea. Kuna njia kadha wa kadha za kupokea neema. Moja ya njia ya kupokea neema ni kuiheshimu neema iliyokutangulia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi. Pastor ni moja kati ya watu ambao tumepewa kwenye kizazi chetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya Mika. Mimi naweza nikatoa ushuhuda wangu kidogo alafu utakusaidia kutoka hapo ulipo. Bwana asifiwe. Amen. Moja ya mtu ambaye nikimwangalia ninasahau kukata tamaa ni Mika. Ninasahau kukata tamaa. Sasa mimi ni mtu wa maovyo. Bwana asifiwe sana. Kwa mimi nitaanzia kokote unipokee. Sawa. Mara sikuwahi kuzani kuna siku mimi nitaingia Central. Sikuwahi kuzani kwa kuna siku nitaingia Central. Usikilize vizuri mtu wa Mungu. Unajua nimeanzia kwa Mika ujue. Sikuwahi kujua, lakini siku moja tumetoka kwenye ratiba za kikanisa usiku. Niko mimi na mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Zoravu, sio mnamfahamu. Na mtumishi wa Mungu mwingine anaitwa BLB, anaitwa France Jamra. Ana rap fulani.
Unazionaje sura zote hizo? Si za mitume hizo. Lakini katika pita tukajikuta kwenye mikono ya wanyang'anyi. Basi tukaingia. Sababu ya msingi ilikuwa hamna, ila tufanye ipo. Si ndio? Tufanye ilikuweko, ila sababu ya msingi ilikuwa hamna. Sasa ninaanzia mle ndani. Msema mle ndani. Mle ndani. Hali yangu, nafasi nilionayo, hali yangu, akili yangu, mwenendo wangu sio aina ya mtu aliyetakiwa kuingia kule ndani. Lakini tayari pamoja na nilivyo na kila kitu nilichokuwa nacho, nilikuwa niko ndani. Kwa nikawa niko na mambo mawili. Cha kwanza, ili mazingira niweze kuyahendo, lazima nikubali kwamba niko hapo. Cha pili, lazima niyaelewe hayo niliyoyakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika 2 za mwanzo zilikuwa ngumu sana, kwa sababu nakumbuka tumeingia tu. Nilikuwa nimevaa t-shirt nyeupe, nimevaa jeans nyeusi. Nilikuwa niko sawa yani. Nimeingia tu, wale walionipokea wakaniangalia. Wakaniuliza, yani naingia wakaniuliza, wewe umekuja kufanya nini huko? Kwa nikawa nakumbuka ilikuwa ni kipindi cha corona. Kwa pale nilipokaa, yani nimekaa tu kama dakika moja, wapembeni yangu wakaniambia, yani hapo ulipokaa tumetoa maiti asubuhi. Nataka uelewe environment. Hapo ulipokaa tumetoa maiti asubuhi. Tumetoa maiti asubuhi. Kwa hiyo nikasogea pembeni nikaona, Yesu huko ni wapi nimeingia? Sasa wakati tunakaa pale wanauliza, we nini kimekuleta? Nikamwambia, sijui bwana, yani tumekutana tu na watu hapo. Nikaelezea sababu haielezeki. Yule aliyeniuliza akaniambia, wewe unatoka asubuhi. Yani mimi hapa wife alinizingua. Alivyonizingua nikampiga visu, ndio maana niko hapa. Sasa sijui unaelewa. Yani namwangalia, naona moyoni nasema, Yesu hapa nilipo ni wapi? Yani mbona sikutakiwa kuweko? Ndugu yangu kidogo yeye nywele zake zinataka zimfanye afananie na pale. Lakini naye moyoni anateseka. Saa hiyo tuko kwenye mazingira, ananiambia, kaka, sasa hapa lile andiko la Paulo na Sila. Wewe unakumbuka nini kipindi cha magumu? Wenzako wanakumbuka kina Paulo na Sila. Wewe unakumbuka kitu gani wakati huo? Ananiambia hapa ndio Paulo na Sila. Sasa hapa hii ngoma tupige injili humu ndani, tumepata chance. Wow. Hamjanielewa. Yaani ananiambia tupige injili humu ndani, tumepata nini? Mimi na mtafakari kwanza, ananikwaza na ananikera. Yaani swala la design hii unahitaji chance. Hivi umenielewa? Lakini sasa ndo nakuja kwa mtu. Pale pale Roho wa Mungu akaingilia kati. Akanikumbusha mtu anaitwa Yusufu. Yeah. Nilijua kwa nafasi ambayo Yusufu alikuwa ameandaliwa kukaa, ni vigumu sana kwenye kizazi hichi tukaamini kwamba kodi ya pale Yusufu alipotakiwa kukaa ilikuwa iko gerezani. Celebrate Jesus for that. If you're here, you can do better than that. Wow. Kwa sababu tafasiri ya wanadamu sio tafasiri ya Mungu. Ile ndo mara ya kwanza napata ufunuo wa tafasiri ya mapito ni nini. Tunachokiita mapito kwa wanadamu, kwa Mungu sio mapito.
Ndio maana mara nyingi tunapoenda kumlilia Mungu kwa habari ya kutoka kwenye mapito, huwa hatutoi na haondoi. Anacho provide ni kitu kinaitwa nguvu. Yesu kama mshikaji akafika mahali akaona hii ngoma ya moto, mimi siwezi kuibeba. Yesu, uelewe, Yesu mwana wa Mungu, achana na wewe Msukuma, sema Yesu mwana wa Mungu akaona hii ngoma ya nini? Ya moto. Yule nasema aliugua kiasi cha kufa. Tuweke nukta kidogo. Kuugua kiasi cha kufa. Uelewe, desire aliyokuwa nayo wakati ule, kwa kiwango alichochoka, alikuwa ni afadhali apoteze na apoteze maisha ili kutoka kwenye kile kitu alichokuwa anakiendea. Si ni kama wewe? Kwani mara ngapi umeona kama mimi siyataki tena maisha? Hata Yesu alifika hapo, mshikaji wangu. Sijui unanielewa ninachokisema. Alafu sasa ngoma ya Yesu ilikuwa ngumu. Ngoma ya Yesu ilikuwa ni msalaba anauendea. Wewe umeachwa. Alafu bora angekuwa cha Mkorea. Nezo na Msukuma. Au Mnyakyusa. Na unaona mambo sasa siyataki tena. Hapa ndio mwisho. Mimi niliacha mambo ya kukata tamaa na kuona nahitaji kufa baada ya kugundua utamu wa matikiti. Utamu wa matikiti kama nikagundua mbinguni matikiti hamna. Ndio. Ila hapa ni muachie nani? Inakuwa kama utani hivi, si ndio? Ila Yesu akafika mahali akachoka. Napenda yale maombi. Aliomba hivi, Baba, hii ngoma ni ya moto. Mimi na kuapia siitaki. Yaani haya sio mapenzi yangu tena. Nimeitazama. Ya nini mie? Alafu akamwambia, ila mapenzi yako yatimizwe. Sasa pay attention. Unajuaje haya sasa ni mapenzi ya Mungu? Moja ya kitu kinaachiliwa ni uwezesho wa kuendelea mbele. Uwezesho. Hayo hayapo. Haleluya, haleluya. Ni uwezesho wa kuendelea mbele. What you are passing through, unayoyapitia hayapo kukumaliza. Hayawezi. Kimsingi hayapo kukumaliza. Hayawezi kukumaliza. That is too deep. Yaani unajua kilichozaliwa na Mungu hushinda. Ni maswala ya kikanuni. Hebu sema kanuni. Haraka. Kuna story moja ya mshikaji mmoja. Alikuwa anamuomba Mungu amuondolee jambo fulani. Sababu tukienda deep kwenye Agano Jipya, kuna mtu anaitwa Paulo. Sasa story yake ni critical kidogo, lakini tuongee tu za Waswahili mtazielewa. Akawa anamuomba Mungu amuondolee ile shida yule mtu. Nje ya nyumba yake kulikuwa kuna mwamba, jiwe kubwa. Mungu akamwambia, kila ukiamka asubuhi utoke nje, alafu usukume ule mwamba. Kwa ule mshikaji akawa akiamka anasukuma ule mwamba. 1 hour 2 hours anarudi ndani. Anasukuma ule mwamba. 1 hour 2 hours anarudi ndani. Baada ya kama miezi 2 akarudi akaona Mungu ananifanyia michezo hii. Au mbona unaniambia ni usogeze ila hausogei? Akamwambia, rudi ndani. Ingia chumbani. Vua shati yako. Alafu simama mbele ya kioo. Akasimama.
Akamwambia unaona nini? Akamwambia ninaona body shape yangu imebadilika. Ninaona mbona kama nina muscles. Akamwambia kusudi langu kwako sio kuziondoa changamoto, ila ni kuikuza imani yako na kuikuza sakrahanda. Wow. Sijui kwa nini, lakini kuna story kwenye Agano la Kale habari ya Musa. Walizingua nyoka wenye sumu, wakaanza kuwauma. Wakamlalamikia, wakamwambia kaongee. Musa akaenda kuongea na Mungu. Akamwambia sasa huku kuna nyoka. Mungu akampa maelekezo haya, akamwambia jitengenezeni nyoka wa shaba. Alafu mpango wa kuondoa wale nyoka wenye sumu sina, ila anasema hivi, ingawa nyoka wale watawauma, ila atakaye kaza kutazama nyoka wa shaba hakika atapona. My question for you tonight, what is your focus? What is and where is your focus? Where is your focus? Huo ndio ushindi wako. Na kuombea katika jina la Yesu, mapito yasikome kwenye maisha yako. Ila Mungu aiongeze imani yako. Amen. Amen. Wow, celebrate Jesus. Shangilie Bwana Yesu. Kama mpaka sasa kuna sehemu unatoka na kwenda, mshangilie Bwana Yesu. Wow, wonderful. Yeah. Unajua sema walokole sisi Bwana. Ninaongea kishikaji sana. Hivyo Bwana. Walokole sisi, mapito ni makubwa kuliko Mungu wetu. Tumeyatukuza sana. Nikubadilishie namna ya kufanya. Kimsingi kupita, hautaacha kupita. Hautaacha. Maadamu wewe ni mwanadamu na unaishi duniani, na sasa wewe sio mwanadamu wa kawaida, umefanyika kuwa mwana wa Mungu, duniani sio mahali pako, patakupa changamoto. Ila ushindi wetu ni kwa sababu sisi ni uzao mteule, watu wa milki ya Mungu. Tunavyoenenda hapa duniani, anasema watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora. Maombi ambayo Yesu aliyokuomba ambayo nayapenda, alimwambia Baba hivi, sikuombi Baba uwaondoe duniani, ila jambo moja tu, na muovu usimuondoe, ila uwaokoe na huyo muovu. Wokovu kwenye jambo lolote unalopitia upo kwa ajili yako. Amen. Wow. Mimi wakati nimetoa wimbo unaitwa Baba ni maombi yangu, ndo wakati nimemaliza, nafahamika kila mahali, ila ndo wakati ambao nilikuwa ninalala nje, sina pa kulala. Wonderful. Wewe sio wa kwanza mtu wa Mungu. Yeah, so calm down. Ila mambo makubwa mawili ya msingi, nilikuwa nanukia. Shida walokole Bwana. Walokole majaribu yao hahitaji wa kushuhudie. Ukimwangalia unaona huyu anapitia. Au ndo elimu ya mkifunga mvae magunia. Ndo wakati mimi sina. Mnapofahamu sehemu panaitwa Afrika sana,
pale Afrika sana walikuwa wanafurahi sana kukaa na mimi, wanajua mtumishi amekuja. Amekuja kula. Nilikuwa na buy time ifike asubuhi. Huko kwenye redio na kwenye TV ni baba ni maombi. Sasa wakati wimbo umetoka, si unajua hata mama yako ulikuwa unamhudumia na baba na wewe, ila alikuwa anaimba, alikuwa anapakulala. Sasa sumeona hivi ninavyocheka, ndo nilikuwa nacheka hivyo hivyo, kwa sababu nilikuwa najua wakati nilionao, cha kwanza hauwezi kunimaliza. Cha pili, anayemiliki majira na nyakati ni Mungu. Watu wa imani hii hatuzungumzagi na changamoto, tunazungumza na majira na nyakati. Iyo, wonderful. Hatuzungumzi na changamoto, tunazungumza na majira na nyakati. Wonderful. To put a clarification on that, yes, ni Elia. Kulikuwa na shida, ni ukame, si ndio? Maji yalikuwa ni changamoto. Very funny, wakati anapiga ile show, naamini wote hapa mnasoma Biblia, Bwana asifiwe. Wakati Elia anagonga ile show ya manabii wa Baali, ndo wakati kulikuwa kuna ukame pia, na kulikuwa kuna shida ya maji. Moja ya kitu cha kwanza Elia alikihitaji kwenye madhabahu, alisema leteni majaba ya maji. Nyesi ndio mnayohitaji. Ukisoma juu, walishatumwa wale wa mfalme, wakaambiwa nendeni katafuteni yaliyosalia, muwape ngamia ili ya wanyama wasifanyaje, wasife. Mwamba anakuja kupiga show, cha kwanza anachokihitaji, anachokimwaga kwenye madhabahu ni kile ambacho watu wanakihitaji. Shida tulionao kizazi hichi, yani tunadhani kuna vitu ni vya thamani sana, tunavishikilia na hatutaki kumpa Mungu. Na nakuhakikishia password ya maisha yako iko kwenye kuachia hicho kwa Mungu. Wow, wonderful. That is the password. Wow, wonderful. Elia anaachia ile ngoma, lakini ukisoma vizuri ni huyu aliamrisha vitu vikatokea, si ndo? Anasababisha mambo yanatokea, alizungumza na majira. Hebu sema majira. Majira. Chochote kinachoendelea kwenye maisha yako una uwezo wa kukibadilisha. Changamoto tulizo nazo huwa tunazungumza na vitu, tunazungumza na kukosa fedha, tunazungumza na fedha. Lakini fedha, kodi ya fedha ni kitu kinaitwa muda. Ukifanikiwa kusemesha muda, umeisemesha currency. Na vijana wengi changamoto tunazoweza tukawa tunazipitia ni issues za finance. Na ni kwa sababu hatujajua kanuni ya ufalme. Ufalme wa Mungu hauprovide money. Ufalme wa Mungu una provide kitu kinaitwa wealth. Na fedha ni sehemu ndogo sana kwenye kitu kinaitwa ukwasi. Fedha ni sehemu ndogo sana kwenye kitu kinaitwa ukwasi. Sasa kwa sababu najua kuna mtu mchana ajala, na sijui kama breakfast kesho utapata. Na you're talking to somebody, so najua umekuwa unaiwaza sana hela. Alafu kuna dada hapa unatarajia kumkosea Mungu kwa sababu huyo mshikaji unataka akupe nini? Hela. iPhone 17. Kuna mtu kwenye Biblia aliuza kuzaliwa wa kwanza kwa sababu, na ilibaki dakika moja tu Yesu na yeye aachie ngoma kwa sababu ya njaa. Biblia inasema alivyofunga zile siku, alipoona njaa, mjaribu akaja. Umegundua sasa mjaribu anakujaga wakati gani? Wakati una njaa mwanangu. Mwamba akatokea.
Yaani jaribu la kwanza Yesu anatandikwa nalo. Anaambiwa sasa swala la tumbo hili. Sikuwahi kujua, siku moja anamaliza. Mzee wangu siku moja anamwambia naenda Dar es Salaam, niambie mambo ya msingi ya kufanya. Akaniambia, mwanangu, jambo la kwanza ishinde njaa. Sikuwa nimemuelewa. Kwenye masuala ya kiroho lazima uielewe lugha ya njaa ni nini. Ndio maana wanaheri ambao wana njaa na kiu ya haki. Lakini how many times tunaenda mbele za Mungu kwa kiu na njaa isiyo ya haki, ila ya vitu vingine. Wewe unafungaje siku 30 kuomba upate mke? Wow. Wewe unahangaikaje siku 21 kuomba upate kazi? Maombi ya kufunga na kuomba kumtafuta Mungu ni kwa ajili akatupatie kazi. Mimi leo naomba, natuma barua ya maombi nikakutane na rais. Mnalisikia ninachokisema? Ndio. Ni ili tu nikishakutana naye nimwambie ninaomba 3 ya kula mchana. Kwa sababu unachoenda kukiomba mbele za Mungu kina tafasiri una ufahamu gani juu ya huyo Mungu uliyemwendea. So I pray under the influence of the Spirit of God, macho ya mioyo yenu yakatiwe nuru katika jina la Yesu. Amen. Kama uliwahi kujikuta mahali ambapo hukuzani kama utajikuta, you are not the first one. Kama uko sehemu ambapo hujadhani kama utakuwa hapo, you are not the first one. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wow. What a night in the presence of God. Wonderful. Wonderful. Thank you, Jesus. Yes. I'm coming back to Mika. Yes. Kuna mtu ambaye yuko hapa, yupo kwenye jambo, anapitia jambo fulani ambalo yupo karibu kukata tamaa. Yeah. Yuko hapa anaomba, hata tulipokuwa tunaomba pia ameomba, Mungu increase my strength, nipe nguvu. I believe, I know you can. Lakini deep down huyu mtu yupo katika hali ya kukata tamaa kabisa. Labda tusaidie. Ni jambo gani ambalo umewahi kupitia na ukasema, will these things plus, nitatoka kweli hapa? Yeah. Huenda kuna mtu mmoja ambaye akasaidika hapa ndani. Karibu sana. Asante sana. Najua unako nipeleka. Sio huko. Nipeleka sana. Well, mtumishi wa Mungu Kavishe amesema vingi sana. Yaani mimi nimejisikia kuacha mic hapa kukaa huku. Kusikiliza ni ile shule ya Roho Mtakatifu. It was deep. Yeah. Zaburi 23 mstari wa 3 na 4. Watatu wanasema hivi, ngoja nisome ili nisipate vibaya. Nataka nisome Amplified Bible 23 mstari wa 3 na 4. It says, He refreshes and restores my soul, O life. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Halafu mstari wa 4, yani manake anasema huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Halafu 4 anasema hizo njia za haki ni zipi? Mstari wa 4 anasema, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide, they comfort and console me. So mara nyingi tunapoangalia verse ya 4 huwa tunafikiria kama anavyosema mtumishi wa Mungu, kama Mungu ametuacha vile. Right? Ila Daudi anatukumbusha mstari wa 3 anasema hizi ni njia za haki. Yaani Mungu ananiongoza katika njia za haki. Na njia za haki ni zipi? Mstari wa 4 anaenda, even though I walk through the valley of shadow of death. So the point ni hii,
na mtumishi wa Mungu ameshasema, yani natembea mlemle na kazia. Anasema even though I walk, Daudi hasemi even though I stay or even though I live. No, even though I walk. Kwamba in the valley of shadow of death is not a place to stay, but we're just passing by, right? And anasema pia I shall not fear evil. Yani nikiwa kwenye hiyo valley of shadow of death siwezi kuogopa mabaya. Kwa nini siogopi mabaya? Kwa sababu najua you are with me. Mtumishi wa Mungu alisema kwamba unajuaje haya ni mapenzi ya Mungu? Unajua mapenzi ya Mungu pale unapokuwa let's say unapokuwa una amani, unapokuwa umetiwa nguvu. No, nadhani mtumishi wa Mungu alisema unapokuwa kama Yesu alipokuwa pale msalabani na nini, wakati anaomba hichi kikombe kiniepuke, bado alisema mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo unajua haya ni mapenzi ya Mungu unapokuwa una ile amani. So hili andiko nilolisoma nadhani ndio lina define maisha yangu. Kuna nyakati nyingi nimezipitia, na watu wakiulizaga nyakati gani ngumu uliowahi kuipitia, huwa sisemi likizo, kwa sababu likizo kwangu mimi ilikuwa ni upgrade, yani ilikuwa ni answered prayers, kwa sababu kile kilichotokea mimi nilishakiona miaka mingi iliyopita, miaka zaidi ya 3 iliyopita, na nilikiongelea. Kwa hiyo I knew that something like that was coming, right? Kwa hiyo nilipokuwa pale, cha kushangaza mimi nilikuwa simwombi Mungu ili nitoke. Yani hakuna siku hata moja ambayo nilikaa nikaomba Mungu nitoe hapa. Serious 100%. Hakuna wewe ungeomba nini mtu wa Mungu kipindi kama hakuna siku niliomba hayo maombi, kwa sababu nilikuwa kama nimepigwa upofu. So I was not seeing what was happening, lakini the only thing I was seeing there was just the presence of God. Kwa hiyo ulikuwa ni wakati ambapo naweza nikakaa kwa siku moja, less than a day, nikamaliza kitabu cha Genesis, nikasoma kitabu cha Isaiah, nikaomba. Yani hamna katika maisha yangu yote hamna wakati ambao nimeomba kama wakati ule na kusoma neno. So the only thing you have is time. That's the only thing you have, right? Kwa hiyo kwangu mimi nimekuja kugundua kama so that was hard. Nilipotoka sasa na kuanza kuona nini kilikuwa kinaendelea, na okay, so ndo maana ikabidi niondoke niende nikapumzike kidogo, kujilipua. Sasa hivi nimerudi, niko salama. Kwa hiyo kama unapitia issue yote ngumu, mtumishi wa Bwana amesema vizuri sana kwamba yani sometimes unapitia ugumu kwa sababu yani ndio udhihirisho kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Sometimes unapitia ugumu kwa sababu ndio udhihirisho kwa Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa sababu how will God boost himself kama wewe hautapitia something hard alafu his name will be glorified through that? Kwa hiyo at the end of the day Mungu anatamani jina lake litukuzwe. Na nikumbusha story ya Lazaro alivyokufa, right? Alikufa, Yesu alipata taarifa, lakini akaenda siku 4 baadaye. Na wale ndugu zake kwa nini anasema inakuaje umechelewa, mpaka ndugu yako yule uliyempenda amekufa nini? Ila mwishoni pale unaona kwamba Yesu alimwacha afe, lakini pia akamwacha akae kaburini siku 4, sio siku 3, kwa sababu kwa kanuni za Kiyahudi siku 3 mtu bado anakuwa ni roho yake anakuwa iko mahali fulani, yani hata akifa roho inakuwa iko maeneo fulani. Kwa hiyo aliacha siku 4 kwa sababu ndio wanaamini kwamba amekufa kabisa, hawezi hata kufufuka. Angemfufua siku ya 3 angesema roho yake bado ilikuwepo. Kwa hiyo alikaa mpaka siku 4 ili kwamba ikiwe kila kitu kimepotea. Lakini Biblia inasema ule ugonjwa au ile mauti haikuwa kwa sababu sio ya dhambi kwa ajili ya nini, ila ilikuwa ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu na watu wengine makutano wa muamini Mungu. Sasa unaiona inatokea wapi? Kwa sababu baada ya Lazaro kufufuliwa, Biblia inasema toka siku ile, yani Yesu alikuwa anatembea na Lazaro. Yani kila anapoenda Lazaro yuko hivi. Na Biblia inasema watu wengi walienda kwa sababu ya Lazaro, sio kwa sababu ya mkombozi Yesu. Kwa hiyo Lazaro alikuwa ni ushuhuda unaotembea. Amepitia kifo ili awe ushuhuda, yani watu waje tu kwa sababu yake, wakimuona wanamwamini huyu ambaye alimfufua. Japokuwa yani Yesu yuko pale pale. Yani ukimuona Yesu unaweza kuamini, lakini wanataka kuona ushuhuda. Sasa kwa nini Mungu anatupitisha wakati mwingine? Kwa sababu anatengeneza ushuhuda. Anatengeneza kurasa au page za maisha yetu. Kwa hiyo unaposoma kurasa ya kitabu chako, kuna page fulani itakuwa very interesting, itauza sana. Watu watatengeneza movie kupitia hiyo, watu watatengeneza nyimbo kupitia hiyo,
wanatengeneza quotes kupitia hiyo. Sasa hiyo page hiyo watu wakishairudia, ninyi wenyewe ni mashuhuda. I mean, mimi nilikuwa sioni vinavyoendelea, ila ni mashuhuda kwamba jina la Mungu lilikuwa linatukuzwa. Definitely. And that was the plan of God. His name Yeah, to be glorified. Wow, celebrate Jesus. Shangilia tu Bwana Yesu. Wow, wonderful. Yes. So if I will advise you practically kwa chochote unachopitia, kuna ombi moja tu uliombe ambalo na mimi niliomba. Nilisema hivi, Mungu, popote ambapo jina langu litatajwa, I want you to receive the glory. I want people not to see my name. I want people to see your name. That was the only prayer he prayed. So let me decrease and let you increase. And nitakuongezea ombi jingine. Haya ni maombi ya siri sana nakupa. Kila siku unapoamka omba ili ombi. Kwamba kila siku unapoamka mwambie hivi, Mungu, anything you want to do for this world, for Africa, for Tanzania, for the house, or for my city, for my people, use me, I'm ready. Mwambie pia, don't use anybody else, me, I'm available. Ukitafuta mtu kumtumia, ni mimi hapa, nitumie mimi. It's a selfish prayer, ila Mungu anapenda sana. Kwa hiyo utakuta tu anakuchukua tu hivyo huko less qualified, anakuchukua tu alafu anakutumia tu, kwa sababu anajua at the end of the day hauta share glory, right? Glory go back to him. Wow. Shangilie Bwana Yesu kama unapata kitu, shangilie Bwana Yesu. Ukimwona mwenzako anasinzia, una ruhusa ya kumpa kibao cha moto kidogo. Unasinziaje kwenye atmosphere kali kama hii? Haleluya, haleluya. Wangapi mpaka sasa maisha yao hakuna sehemu moja wanatoka kuna sehemu nyingine? Wangapi? Nyosha mkono wako juu. Nyosha tena juu. Wangapi hawajuti kuwepo hapa usiku? Nyosha mkono wako juu. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kati ya vitu ambavyo mpaka sasa I'm still learning ni consciousness ya watu kipindi cha magumu. Mtazamo wao ukoje? Sio magumu, wanapopitia hayo magumu, mpaka sasa kuna kitu ambacho ninakipata kuhusu mtazamo wao kwenye huo wakati. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hilo halipo kukumaliza katika jina la Yesu Kristo. Hilo halipo kukumaliza. Hallelujah, hallelujah. Kwa watu ambao wamepitia mara 10 zaidi ya wewe na wametoka, you're not the first one. You're not the first one. Wewe si wa kwanza kukosa ada. Wewe si wa kwanza kukataliwa. Wewe si wa kwanza kuachwa. Wewe si wa you're not the first one. Hallelujah. Wonderful. Glory to God. Glory to Jesus. Wow, this is epic. Hallelujah, hallelujah. Wow. Nije kwa pasta, kwa mchungaji. Mchungaji, kuna mtu yuko hapa ndani. Alimtegemea mtu fulani. At the end of the time, huyo mtu akawa amemwacha. Labda wengi hapa ni wanafunzi. Yeah. Labda mtu mmoja alimtegemea mtu fulani amlipie ada. Labda ni mjomba, labda ni mzazi, etc. Na ilipofikia kipindi fulani ule msaada ukakatika kutoka kwa yule mtu. Na hajui cha kufanya, sababu macho yake yalikuwa kule. Haoni tena kingine chochote. Kwa sababu concentration na focus yake ilikuwa ni kule. Kwa hiyo he or she is too blind of the other's ways because of his concentration and focus. Ni kipindi gani ambapo ulitegemea msaada? Kwanza ulisha mtegemea mtu alafu baadaye akakudisappoint na Mungu akaingilia kati? Yes, come on, pastor. Wow. Amen. It's an epic question and I believe kuna mtu hapa utaweza kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Yeah. Kwanza let me just lay a foundation here. Amen. You're not an angel. Amen. Yeah. You're not an angel. You're a human being. And kitendo tu cha kuwa mwanadamu
it means unahitaji msaada wa Mungu. Katika msingi ambao naenda kulei, the Bible says amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Pigia mstari neno amelaaniwa. To be cursed man, to be casted away from the provisions of God. Yani kulaaniwa sio zile laana ambazo unazijua kwamba utabeba malaana fulani fulani. No. To be cursed manake to be casted away from the provision of God. The moment you depend on a man, kwamba huyu mwanadamu atanipa msaada fulani, you are being casted away. Unatolewa katika provisions za kimungu. Now, let me tell you this. That is deep. Wow. The provisions of God are systematic, are principled. Mwanzo nilisema kitu fulani kwamba vitu havitoki mbinguni. Because up there is not heaven. Up there are the skies, the atmospheres of the atmospheres. Vitu vinatoka ndani. Naomba niseme kitu kimoja kigumu kidogo so that you will understand. Vitu vinatoka ndani ya Mungu, ndani ya mtu. Twende taratibu ili tuweze kuelewana. Ndani ya Mungu, ndani ya Mungu, ndani ya mtu. All right? This is what the Bible says. Biblia inasema maneno haya. God created man in his own image and likeness. Genesis 2:7 akasema God created man from the dust and he breathed in man the breath of life. That man became a living spirit. Lakini pia the Bible speaks of a man who is being born by a woman. So there are three kinds of life. The first life is called spirit life. The second life is called... You nani name lipiada? I know a person from my experience. Namjua mtu mwingine ambaye amemaliza chuo kwa miaka 3. Hajui ni nani ambaye alikuwa anamlipia ada. Sometimes the ways of the Lord are not seen. Kuna namna ambayo if this man of God akiwaambia kwamba sometimes anakuwa na maandalizi ya budget millions of money, lakini hajui hizo pesa zinakujaje. Number 2 nimesema possess right information. How do you possess right information? It is by investing your time in the word of God. The Bible says this is life eternal, that they may know you, the only true God, and Christ Jesus whom thou hast sent. Have the right information, not correct information, but true information. Every true information is correct, but not every correct information is true. Kile unachokisikiliza kwa watu, experience za watu, usitamani experience ya watu ikaje ikawa kwako. Mwache Mungu ajitukuze na ajioneshe kwako kwa namna ambavyo yeye amekuita kama mwana. Na ukishajua wewe ni mwana, hakika nakwambia Mungu hawezi akamwacha mtoto wake hata siku hiyo moja. Remember always, you are a son of God. And if you are a son of God, baba mwema hawezi akamwacha mtoto wake akalala na njaa. Baba mwema hawezi akamwacha mtoto wake akashindwa kusoma. Aliyekuleta hapa anajua kwamba unahitaji kusoma. Just believe in him. Have faith in him. Usiruhusu belief system yako ikawa repudiated na information. Tungeweza kuzungumza, lakini I'm telling you, protect your information. Protect your mindset. Don't let your faith be confronted. If you believe in God, then believe. Don't allow the devil to intervene. Amen? Amen. So that's how you can just... Wow, wonderful. Celebrate Jesus. Shangilie Bwana Yesu. Vitu vichache ambavyo kuvipata. The winners never quit and the quitters never win. I will never quit. I like that sentence. Hallelujah, hallelujah. The winners never quit. Don't quit today. Hallelujah, hallelujah. Beat up your chest, I will never quit. Piga kwa sasa, I will never quit. It is not simple, but say, I will never quit. It is not easy, but say, I will never quit. We thank God for this wonderful moment. Hallelujah, hallelujah. Yes, tusimame kidogo na tusimame kidogo sehemu ulipo. Just stand up wherever you are. Tusimame sehemu ulipo just for
1 or 2 minutes. Stretch yourself. Stretch yourself wherever you are. Stretch yourself. Stretch yourself. And I want you to go to at least 7 people. High five them. Tell them this is a night of God intervention. High five them. Tell them it is the night of God intervention. Tell them that I am in a serious business. I am in a serious business. I want you to move. Tell them that I am in a serious business. It is the night of God intervention. Yeah, just walk as much as you can. The winners never quit and the quitters never win. Wow, wow, wow. Wonderful. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. We glorify your name. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the praises. Aradis kamala de zemelega frakatos kapayata. Rekapala katakata. Talk to some people. Just hug some people. I see some people. Yes, I see others are doing it very, very serious. Wow, wonderful, wonderful. What a night. Ashumu ungekuwa wapi saa hivi? Sasa hivi kuna mtu ambaye angekuwa yupo kwenye a fourth session ya usingizi. Wow, wow. Well, God is good. Kama kuna mtu mfahamu, mwambie it is a night of God's intervention. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wangapi wanaamini kwamba maisha yao usiku wa leo hayatabaki yalivyo? Shangilia Bwana Yesu. If you believe that your life is changing, just celebrate the King of Glory. Celebrate the King of Glory. Megri Molaura, kama unaamini kwamba maisha yako yanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mshangilie Bwana Yesu. Hallelujah, hallelujah. Wewe wa masaa 6 yaliyopita, baada ya masaa mengine 6 utakuwa mtu wa ajabu na wakutisha sana. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wewe ambaye ulikuwa karibu kukata tamaa, ilibaki tu kidogo tu ukate tamaa, watakuona ukiamka kwa spidi ya ajabu mpaka watashangaa. Hallelujah, hallelujah. Watumishi wa Mungu wamesema kwamba hayo hayawezi kukumaliza, yapo kumwakilisha na kumtangaza Mungu. Ndivyo inavyokuwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe utakuwa ni ushuhuda wako katika jina la Yesu Kristo. That will be your testimony in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Ni kweli kabisa kwamba sio rahisi. Ni kweli kabisa kwamba ni pagumu sana. Ni kweli kabisa kwamba hauelewi, lakini pia ni kweli kabisa kwamba unapita. You're passing it. Yeah. A man of sema kwamba hajasema kwamba is a pleasure. Sio sehemu pa kukaa. I'm passing it. Yeah, I'm passing it. I'm passing it. Brother, sister, you're passing it. Don't abort your destiny because of what is happening. Don't abort your calling because of what is happening. Hallelujah, hallelujah. Let me say one thing, alafu tutaendelea na panel. Kinachofanya boti izame sio maji yaliyoko nje ya boti. Boti inazama baada ya maji kuanza kuingia ndani ya boti. It is not about what is happening around you. It is about what you allow to get inside of you. So protect what is coming inside of you, because that is what has the power to kill you. Hallelujah, hallelujah. Boti izame kwa sababu ya maji. It is, but when the moment maji yakianza kuingia ndani ya boti, boti inaanza kuzama. Be careful. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Be careful. You're passing it. Sema hapa inapita. Mwambie mwenzako hutanikuta hapa. Mwambie kwa jasiri hutanikuta hapa. Mwambie kama mwenye imani hutanikuta hapa. Mbona unasema kama unaogopa? Mwambie hajui kama hutanikuta hapa. Mwambie hutanikuta hapa. Nikiwa hivi hutanikuta hapa.
Na sura hii hutanikuta hapa. Na nguo hizi hutanikuta hapa. Tell him I'm passing. My brother, you are passing it. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, we are passing it. Don't abort your big destiny because what is up? Your tomorrow is too potent, too big for you to give up now. Wewe ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo kukata tamaa leo ama kesho, wewe sio wa kwanza. Hallelujah, hallelujah. Hivi unaweza ukaamini kwamba hawa watu kupitia hayo yote, they are too confident to testify because they are not there. I pray for you. Na wewe pia kesho utakuwa too confident to testify because hautakuwa hapa. Thank you so much and get seated. You are wonderful.